Leo tuna Wakristo wengi, tuna wanadamu wengi sana wanataka Mungu awatendee, wanataka Mungu awajibu, lakini kuna nafasi kubwa ambayo hatuifanyi. Hapa tunaona huyu malaika anamtokea Zakaria, hakuwa mtaani, hakuwa sehemu nyingine, alikuwa kwenye majukumu yake. Majukumu gani? Majukumu ya kazi ya Mungu aliyoitiwa. Kuna vitu ambavyo Mungu hataingilia kati kwako, kwa kuwa ndani yako haoni kwanza kama umeweka vitu vyake mbele. This man Zakaria, maandiko yanasema alikuwa ni mtu mwenye haki na alikuwa akimtumikia Mungu kwa uaminifu, but he had one challenge, he had no child. Alikuwa hana mtoto. Leo tuna watu wengi sana, anasema mimi nimesali kwenye lile kanisa, mbona sina mtoto? Mbona nimesali kwenye ile madhabahu, mbona sijajibiwa mpaka leo? Majibu yako hekaluni. Yes. Njia za Mungu sio njia zetu. Yes. Wala mawazo yetu sio mawazo yake. Mungu wakati mwingine anakupitisha kwenye majaribu. Maandiko yanasema, ukisoma hii sura vizuri ya Luka sura ya kwanza, hii inaeleza Zakaria alivyokuwa mtiifu na mwenye haki mbele za Mungu, akaendelea kumtumikia Mungu regardless hakuna mtoto. Yes. Hakuongea mabaya, hakurudi nyuma, hakuacha kanisa. Aliamini yuko Mungu, aliamini huyu ninayemtumikia, hii madhabahu nayotumika nayo kuna siku ndatendewa. Ni kwa namna gani? I have no idea. Oh, yes. Lakini hii namba mbili, manake nimejibiwa, sijajibiwa. Mungu anabaki kuwa Mungu. Oh, yes. We don't go to church because you just want God to answer our prayer. We don't do that. We go to church to worship God. Nataka nikutie moyo uliye kanisani kwa njia ya mtandao. Inawezekana umekaa kanisani hapo, umesali, bado hajajibiwa. One thing you should never do, never quit. Aliyekuumba anaijua kesho yako kuliko jana yako. Kwenye kanisa unalosali, never quit. Makwazo yasikutoe kanisani, maumivu yoyote yasikutoe kanisani. Hauendi kwenye hiyo madhabahu kwa sababu ya mwanadamu, you are going there kwa sababu unajua yuko Baba. There is God in heaven, anayeniona moyoni mwangu. Wanadamu tutakuangalia mwilini, lakini hakuna mwanadamu anayejua unawaza nini, ila yeye aliyekuumba anajua moyoni mwako unawaza nini. Anajua unachokitaka. Ulimwengu tunaoishi sasa hivi, acha kuwafurahisha watu. Wanadamu ambao unawafurahisha watakuonya usifanye hivi, ukawatii, ukawasikiliza hao wanadamu, ndio hao kesho vikiharibika watakuwa kwanza kusema vibaya. Be very careful.